Get the point. Take a step forward. Tunataka kuona ni namna gani tutakavyomfanya Kristo, how to make Christ trend in the social medias. How to make Christ do what? Trend in the social media. Kwanza, jambo la kwanza lazima tuweze kuuliza, what is evangelism and what is the gospel? Tuombe. Dear Father in heaven, simplify this message for us to understand, for we pray this in Jesus' name. Amen. Nani anaweza akaniambia what is evangelism? Unaweza fungua mtandao unijibu, nitakubali. Yes, what is evangelism? Bwana asifiwe. So ni wareche nitoke hapa. Aya, evangelism is the act of sharing the gospel, that is the good news of salvation. Na nikawa najiuliza swali, what is this good news of salvation? Nikajua the good news of salvation or the gospel is about the death, resurrection and the second coming of who? Ai, jamani, muniongeleshe ama muende nyumbani mkuje na wazazi. Ni gani nzuri? Muende mkuje na wazazi? Haya, simameni wote muende home. Haya. Ni nini anachotuambia ni kwamba is the act of sharing the gospel, that is the death, the second coming of Jesus Christ and the resurrection of Jesus Christ. That is what we need to share in the social media. Ndio watu hapa ni content creators. Wengi sana tunaokutana nao kwenye mitandao. Je, content ambayo unayoiweka as a Christian person, are you glorifying Jesus Christ? Mara nyingi naona tunaweka nyimbo kama sasa hivi jioni masaa jioni nyimbo zikiwekwa utaona wakifanya hivi marching ndio wanasonga. Hizo ndio zita trend leo kwa TikTok. But are you making Christ trending, or you yourself or your group or your youth group? Are you making Christ to trend? So jambo analotuzungumzia Matthew 28 verse number 19 to 20. Anasema namna gani? Matthew chapter number 28 verse 19 to 20 in unison. Nyinyi nionaona mtaniokolea. Bwana asifiwe. Aya, can you state in one unison? Anasema kwamba go therefore and make disciples in all what? In all nations. Hajatuambia how to make disciples. Njia ni nyingi. Hajasema ni nani wa kwenda. Anaweza kaenda mtoto, anaweza kaenda kijana, anaweza kaenda mtu mzee, anaweza kaenda mtu wa makamu. Yaani kila moja ameambiwa ama tumetumwa ili tuweze kuondoka. Hivyo anasema namna gani? Don't be ashamed of the gospel. Don't be ashamed. Brothers and sisters, wengi wetu tunaogopa. Hata sasa hivi utaangalia wengi hatuna hata Biblia. Kwa maana tukimaliza hapa saa 8 tunapeleka mchumba out. And this is not the best time. Ukiona mtu anakupeleka outing leo, Saturday, leo, achana na yeye leo. Na umwandikie message tumeachana. Mtu mzuri ambaye anayekupenda na anataka muweze kugrow spiritually ni mtu ambaye ana kitu kinaitwa fear of God. Are we together? Fear of what? Of God. Ni nini ambacho anachokisema? Digital evangelism. Digital evangelism is using internet-based what? Tools and platforms. Like what? Yes, nyinyi mtanisaidia. Like what? Mko na tuta kwa mdomo. YouTube ingine, TikTok ingine, Facebook ingine, Instagram ingine, LinkedIn ingine, WhatsApp ingine inaitwaje? Podcast ingine inaitwaje? X ingine inaitwaje? Hizo zote ambazo tunazozijua, kila moja yuko pale.
Naomba kila mmoja ufungue simu yako, na kama hauna internet hii achana nayo. Internet kama unayo, fungua simu. Nitakwambia ni nini ambacho tutafanya. Nitakwambia fungua tu, kila mmoja fungua, nimekuruhusu ufungue. So to share the gospel message with others, it is evangelism in digital mission field. Wengi wetu we have failed our living God to use opportunities ambazo tuko nazo tuweze kumfanyia Mungu kazi. Lakini utagundua kwamba vile vitu ambavyo tunavyovifanya kwenye mtandao ni tofauti. Na kama kuna kitu ambacho kimefanyika, kama kuna kitu nimeona ina trend wakati wa fimbo ya Haruni launch, MC walifanya nini? Walizima mic, walizima mitambo. Na hiyo ndio ina trend. Ni lini wewe utamfanya Kristo aweze kutrend? And by the way, if you make evil things to trend social media, that is sin. That is sin. So the best thing, make a content that will glorify the name of our living God. Ni nini ambacho anachokisema? Mwalimu, umefika? Umefika mahali nimesema? Hello, wewe umefika? Umefika? Haya, fungua ChatGPT. Najua hiyo ndio mnapenda. Fungua. Hello. Sasa mnafanya aje? Mnanileta down aje? Sinataka tuone vile tutafanya. So tunapoendelea, why digital evangelism among young people? Matthew 24 verse number 14. Anasema this gospel will be preached in all the world. Lakini hajatuambia ni namna gani tunaweza tukapeleka injili hii. Na njia moja ambayo tutapeleka tukiwa vijana ni njia ya social media, digital evangelism. Na hii itaweza kuleta watu wengi. Kwa nini? Nimewahi jaribu. Sijui kama kuna wachungaji hapa hawapo. Kuna wachungaji tuliingia kwa WhatsApp, tuka create a group, alafu tuka add watu ambao si wa Adventista. Tulipo wa add tukaleta wahubiri kwa ile WhatsApp, wakahubiri, and finally we baptized 59 people kutoka WhatsApp. So we can do it. Young people, kila mmoja aenda atafute yule mtu ambaye si Adventista, muongeze kwa grupu yenu ile ambao mmecreate ya evangelism. Do it. Karibisha wageni wahubiri kama 2 watatu waweke hapa. Na hitaji pesa mingi. Si pesa mingi inahitaji. Alafu anasema namna gani? The work of God in this earth can never be finished until the men and the women compromising our church membership rally the work of Jesus Christ. Gospel page 352 by Ellen White. Ndiye anaweza kusema kwamba injili haiwezi kafika ulimwenguni kote pasipo watu katika makanisa yetu wasimame ili tuweze kufanya kazi. Ukiona makanisa inapigana vita, hiyo kanisa haifanyi kazi. Ukiona vijana mnapigana church, eti mbona huyu amepewa mic ya kasolo, mbona hao wamepelekwa recording, na ukweli si wote tutarekodi, si ni kweli? Hiyo jua si wote tutafanya nini? Tarekodi. Kuna wengine sura yao wana smile kwa TV, unafikiria wanaimba, kumbe hawananga sauti. Lakini wao ndio wanafanya tunanunua CD ama tunakuja that launch. So jambo la kwanza katika mambo haya, why evangelism? Number 1, global reach, ili tuweze kufikia watu wengi. Unapotumia mtandao ufikie watu wengi, nataka tuweze kujaribu. Ulifungua ChatGPT, andika hapo, give me a message of hope to young people. Wewe umeweka? Na wewe? Na wewe? Anauliza kama Exodus. Na wewe? Anasema namna gani? Mwalimu imekuletea. Kama imekuletea niambie. Yako inasema namna gani? Yes? You are growing up in a time of uncertainty, pressure and rapid change, and yet you are also... Kumbe hii simu inakuelewa. Imesema uko na pressure na sisi hatujui unakuanga na pressure.
Kumbe simu inakuelewa. Unajua kitu ambayo hatujawahi fahamu, kile kitu ambacho unapenda kusearch sana katika simu inakuletea hiyo, na itaweza kusema wewe ni nani. Yako imesema aje? Huyu yake ilipotea. You are not too young. You are not too late. The world may seem chaotic, heavy and unfair. Kumbe simu inajua you are not young. Asante, tuna so hiyo message ambayo umeipata hapo ChatGPT, sasa ichukue tu and guess any number, just send. Tuma, send that message. Ama tumia mtu yeyote unajua simu Adventista, mtumie. That is one way of encouraging somebody. Sikujua wakati mmoja I was guessing numbers nikatuma na nikarescue mtu. Kumbe mtu anataka kujiua, kumbe that message ilikuwa kitu cha muhimu. Kwa hivyo tunapokuwa katika hali ya mtandao, use your energy, use your what? Your wisdom, use everything to make sure that Christ is trending. Wewe umetuma? Najua tu ushatumia msichana. Wewe umetumia nani? Jambo la pili anasema why digital evangelism. Number 2, youths are in digital native. Vijana wengi wako katika hali ya digital. Kama ninapofanya mwalimu. Haya, asante. Ninapofanya sermons kwa TikTok jioni, vijana wengi ndio wamejaa huko. Na wewe unafanya nini kwa TikTok? Unafungua kisha alafu unaanza kutuonyesha vile unajua kuosha vyombo. Can we see Christ there? Hello? Tunaweza ona Kristo hapo. Unafungua live kisha unaanza kucheza mpira. Tunajua. Ama unaanza kufanya nini? Kufanya mazoezi kwa nyumba. Ni sawa. But can we see Christ in that life ambayo umeweza kufungua? Ni nini ambacho anachokisema education page 271? Anasema with such an army of workers as our youth rightly trained, how soon the message of crucified, risen and the soon coming savior might be carried to the entire world. Kwa hivyo vijana tunahitaji a good training ili tuweze kupeleka injili hii iweze kufikia watu wote. Sikuwahi jua kwamba hata wasungu wana uchawi. Mpaka wakati mzungu alikuja kwa TikTok live yangu ndiye akaniambia, mchungaji, nataka niongee nawe. Kuingia akaniambia, kwetu tumeroa sisi wote. Ni akili. Karibu nikuwe Ezekiel nimwambie si utume kakitu ndio nikuombe. Lakini nikagundua kwamba I was given free and free I need to do what? To give. Jambo la 3, why digital evangelism? It is the new marketplace. It is the new what? Marketplace. Hapa ni soko ambao tutapata watu. And by the way, you don't use any money. Unapofungua you don't use. Hakuna pesa unatumia. Kama hii tunachanga 100,000, 200,000 na finally tunaokoa zile roho zilizorudi nyuma 4 ama 5. Lakini kwa mtandao utatumia tu internet, simu yako, vitu tu vidogo tu na umemaliza mambo hayo. Alafu anasema namna gani? Today's marketplace is digital, TikTok, YouTube, Facebook and other areas you need to use as a young man. Jamani, ni lini ulizungumza kuhusu Yesu Kristo? Mwadventista yeyote, awe mtoto mdogo hadi mtu mzima, usiseme kwamba hauna content ya social media. Iko mingi sana. Si uzungumzia hata kitabu cha Message to Young People ama Adventist Home. Zungumzia even Steps to Christ peke yake, hautamaliza. Kwa hivyo unasema mimi sina content. Hello? Lakini ona mahali chai inatengenezwa TikTok. Chai inapikwa. Hapo ndio watu wengi tunapenda. Unaona wako 1000 chai inapikwa kuhusu Ngomongo youth, kuhusu Makongeni youth, kuhusu fulani. Hapo ndio tuko. Lakini sikia upande huu ni injili, unasema huyo wacha afanye nini? Number 4, why digital evangelism? Because it is 24/7 availability. Iko kila wakati. Ukifungua usiku watu wako.
anytime you can preach Christ. Ni nini ambacho anacho? Hatuna muda. Number 5, it is cost effective. Cost effective. Haitaji mambo mingi, haitaji pesa mingi. Hata ninapokaa tu hivi, it's just about 2 hours na nimemaliza. And by the way, wakati nimemaliza tu kuhubiri hivi, unasikia mtu anasema, pastor, si upinde namba hapo tukubariki ama tukusalimie. Sisalimiwi na maneno, lakini huwa nasalimiwa na M-Pesa. Na nikimaliza hapa, si hata nyinyi mtanisalimia. Wacha tuendelee. Anasema namna gani? Anasema hivi, no need of large budgets. A smartphone and the internet are enough. Hizo ndio vitu ambazo tunataka. Jamani, vijana wetu tungekuwa tumemfanya Kristo aweze kutrend katika social media. Wewe ulituma, amekujibu nini? Hajajibu. Hujawahi mtumia message, umemtumia? Ametoka online. Sinajua mchumba wako ndio ulikuwa unamtumia. Number 6, interactive and engaging. Why? Katika mambo ya social media there is a lot of what? Interaction and what? Engaging. Live stream, questions and sessions, reels, polls, make evangelism interactive in your social media. Wow. Jambo lingine, creative freedom. Creative freedom, like what? Art, music, poetry, memes, blogs, all can be channels for truth. Ili uweze kuzitumia. Kuna time ni retrend Kilimani Moms. Karibu nijiue. Nilikuwa nimetembea na mchumba wangu town, tumepima kitenge na yeye amepima kitenge, si mmepima na nyinyi Queen na King. Ama mliachana King yako peke yake. So wakati tunatembea town, kumbe mtu amechukua kamera na akapiga tu vizuri picha. Akaiweka Kilimani Moms, akasema kama relationship yako haijafika hapa, wezi niambia kitu. Kuingia mimi kuambiwa na watu kuingia, nikaona messages 10,000. Unafikiria niliendelea? Nili switch off kwanza kwa Facebook nikapotea. Kwa hivyo hizi vitu zinaweza zikatufanya injili isiweze kuendelea. Injili kuendelea, let us put the right content that glorifies God. Jambo, muda wetu umekwisha. How can I conduct digital evangelism in simple steps? Number 1, preparation. Prepare well. Usiende pale kama ujui. Ukiulizwa swali, alafu na mute. Una mute, unapotea. Ukiulizwa swali, mtu anakaa kwa kamera hivi. Ananyamaza, wanasema ni kama amehang. Mwisho wake unapotea. Get in the social media while you are what? Prepared. Pray for direction and the power. Number 2 anasema namna gani? Get the tools that is needed. Get the tools that is needed. That is the smartphone, internet, symbol editing apps, that is Canva, InShot, CapCut, hizo zote VN. Hizo ni za kutumia kufanya video shooting nyumbani. And also Bible apps. Jambo lingine. Anazima, simame ama anafanya namna gani? Number 2, divine your mission. Number 2, divine your what? Your mission. What is your message? Who are your audience? Divine your mission, ili watu wanapokufollow, wanakufollow for specific reason. Because you have a content that satisfies them. Number 3, choose a platform. Ni platform gani utakuwa unatumia? Utakuwa unatumia Facebook, utakuwa unatumia TikTok, utakuwa unatumia Instagram, utakuwa unatumia LinkedIn. Choose a platform. If it is TikTok/Instagram, have a short creative videos. If it is YouTube, devotional sermons and the Bible studies. Hata tuko na lesson. Why can't you do lesson study? Vijana wengi hawasomangi lesson, lakini wakikutana nayo mahali watasikiza. Jambo lingine analo alisema step 4, create and share content. Create and share content. Write posts, record videos, go live, design posters, use graphics, hashtags, Bible text and quotes, use Adventist message, that is Sabbath sanctuary, second coming, health message. Mambo ni mengi ambayo vijana tunaweza tukatumia. Naenda kwa haraka kwa maana muda uko pamoja nasi. Nimebakisha ngapi? Mwalimu. Yes? Mnaona nauliza guest speaker nimepakisha saa ngapi? Anashangaa. Yes. Mwalimu, are you serious?
Number 5, engage your audience. Wakati uko pale usikue ni wewe tu unafundisha. Engage your audience. Na maswali mengi watu wanauliza sana. Kwa hivyo wape muda. Ukiona maswali inakulemea, usikose kuambia mtu hiyo sijui, wacha nifanye research. Usichifanye unajua. Waambie sijui hilo, wacha nifanye research, I will come later. Jambo lingine, and improve. Jua ni mahali gani unafanya vibaya ili uweze kuimprove. Kama uwezi ongea vizuri, and by the way, when you talk well katika mambo haya ya digital evangelism unapozungumza inakusaidia. Sasa hata you can do devotion in the church. Ukiambiwa omba, unasemanga ache pass. Pea mwingine, next ako huko. Who should conduct evangelism, digital evangelism? Any youth can, but he should be spiritually prepared. Kijana yeyote anaweza akafanya digital evangelism, lakini you must be prepared. Dakika moja imebaki ama mbili? Moja. Najua tu mnitaki mazuri. Si kupenda kwetu. Ni kupenda kwa nani? Ni hali ya life. Aya. And the disadvantages, advantages and disadvantages, challenges ambazo tuko nazo. Identity crisis. Unatakanga ukiposti kitu uanze kuangalia ni comments gani zimefanya namna gani zimekuja pale. Ukiposti picha, sana ladies wana hii shida. Akiposti picha Facebook na comment yeyote, immediately anaiangusha, anapost ingine. Ama nimedanganya ladies? Si ni ukweli? Yes, identity crisis. Youth often seek validation through followers and the likes. This can lead to insecurity and a compromise spiritual word values. Na ndio inafanya tunatafuta content yenye watu wanapenda, lakini does not glorify the name of God. Jambo lingine, we are living a double life. Yenye tuko nao social media is not the same we are living in the church. Social media kuna filters. Kama mtu ni ka brown lakini kutana naye ground ni dark but beautiful. Jambo lingine analolisema, overexposure to sin. Vitu kama hizi unapoingia, just monitor your health life. Monitor your health life. Kuna kitu ambacho unachagua uangalie na kuna ile ambayo si ya kuangalia. Kuna ya kusikiza, kuna ile si ya kusikiza. Jambo lingine, mental health issues. Comparison leads to depression. Ukienda kuangalia, unaona Pastor Ngate amefika followers 35,000 na wewe uko moja, unashindwa mimi nitafanya nini? Comparison. Don't compare yourself. Unaenda kuangalia content ya mtu unachukua, unaanza kutumia, inakushinda. No, don't compare yourself with other people. Kaa chini, chipange, know the content ambayo unaweza kutumia. Jambo lingine, peer pressure and peer pressure and culture zinatusumbua sana. Fear of being mocked or cancelled for preaching truth. Mtu ataweza kuja pale akutusi, mtu atakutengenezea chai, sasa ile unahubiri hapa chai inaiva upande mwingine. Watu wanakutagi, unashindwa kwa nini, kumbe unatengenezewa chai upande mwingine. Don't fear so long as you are presenting the right thing. The last one, lack of parental and church support. Some youths feel misunderstood or untrusted in using technology. There is a need to train and mentor, not restrict or criticize. Wazazi wengi wanapotuona online, wanaona kuna vitu vingine tunafanya namna gani? Tuna watch. Kama saa hii, ukiona kijana ambaye manywele yake iko shagi hivi na ameshuka, kitu cha kwanza inakuja kwa akili yako ni nani? Ni mkoro. Number 2, anavuta bangi, lakini ukweli wengi wao hawafanyi nini? Hawafanyi hivyo. Kwa hivyo, those challenges are there, na tuweze kuziangalia ili uweze kujua. Ukiingia social media, even if they talk ill about you, glorify the name of Jesus Christ na usikose kwenda TikTok. Tunaelewana? Hata kuna wakati nilitengenezewa chai TikTok. Nilipoingia nikapata chai ni moto. Nilivumilia nikaikunywa, lakini nikaendelea. So inamaanisha namna gani? Kwa mtandao utatengenezewa maneno, mambo yatakuwa mengi, but stand strong so long as you know you are sharing the... Nimemaliza. Yule ananizimia, nimemaliza.
Asante. Haya, kwa hivyo naomba sisi wote vile tulivyo, nataka kuona kwa mitandao yetu trending or making Christ trend. Kama leo hii tusione nyimbo, hebu tuone messages ambazo tutafundishwa hapa. Kila mwalimu ambaye anaye tu kidogo send, clip tu kidogo send, we will make Christ trend. Let us stand up for a word of prayer. Tumesikia mbiu Yesu okoa. Okay. Pastor Felix, njoo uombee vijana wetu. Tunataka kuomba kwa pamoja. Ni wangapi kwa imani na ya Mungu kwamba nisaidie ili niweze kutumia social media to make heaven trend? Wangapi? Kama ni ombi lako, nyosha mkono hivi, tunaomba. Our Father and our God, we want to glorify your name for the message that you've brought to us through your servant. We are raising our hands to commit ourselves to use the social media to glorify your name. We pray, Lord Jesus, that help us, that from today as we go online to share in different platforms, you will be uplifted and you'll draw men unto you. Bless us as we continue, we pray in Jesus' name. Happy Thank Sabbath. you, may God bless you. Get the point. Take a step forward.